Nyinyi mnanielewa? Na ndio sababu sasa kuanzia mwaka huu tunarudia kujenga zile barabara ambazo zitasaidia uchumi wa Kenya, itasaidia wakulima waweze kufikisha mazao yao sokoni, wasafiri, uchumi na yale mambo mengine, so that we can grow our economy. Na nimekuja hapa kwa sababu ya barabara zenu za hapa South Imendi, naenda kuanzisha zingine saa hizi. Tumekubaliana? Vile vile hawa wa ndio hii barabara hii. Very good. Mpaka Mitungu. Hii barabara mpaka Mitungu naenda kuanzisha leo na nataka ijengwe. Huyu mjumbe wenu huyu Bwana Mwiti amenihangaisha sana. Nikikaa kidogo simu. Nikikaa kidogo SMS. Nikikaa kidogo ako kwa mlango ya State House. Ndio nikamwambia wacha nikuje leo jameni ndio nipata amani. Ama mnasemaje? Si ndio? So nimekuja ndio tuanzishe hii barabara, tujenge kwa manufaa yenu, muweze kufikisha mazao yenu sokoni, muweze kufanya biashara zenu na tuweze kuwa nchi ambayo tunakuza uchumi na kuendelea na maendeleo ambayo itafaa Wakenya wote. Tumeelewana? Vile vile tumekubaliana na huyu mjumbe wenu na viongozi wa Meru mambo ya stima. Stima hii ya kufikisha kwa wananchi ilikuja ikakwama. Si ndio? Sasa tumeikwamua na tumeweka pesa 1.2 billion ya Meru ya kuunganisha stima watu 20,000 wapya. Na tumekubaliana na hawa viongozi priority areas. Watatuambia sehemu fulani ndio iko giza, sehemu fulani ndio bado, ndio tuweze kupanga hiyo kazi sehemu hiyo. Tupange namna hiyo pamoja. Na nimekuja hapa pia katika ile mpango ya kuanzisha ujenzi wa manyumba ndio tupange ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu hapa, inaitwa nani? Mweru. Pamoja na Umoja. Niwaambie nyinyi watu wa Mweru. Si kwenu familia, kuna familia hapa haina mtoto amemaliza shule na hako nyumbani? Si karibu kila familia. Si ni wengi? Watoto wengi wamemaliza shule. Wako na certificate, wamemaliza form 4, wamemaliza college, wako na degree, wako na diploma lakini kazi hakuna. Si namna hiyo? Na niliwaambia hii safari hii serikali ya Kenya lazima tupange vile vijana watapata kazi. Hatuwezi kuwa tunatumia pesa karibu bilioni 600 kila mwaka kusomesha watoto na hatuna mpango ya vile wakitoka shuleni wataenda kufanya kazi gani. Tunaelewana? Ndio tumeweka mpango ya housing. Pale kwa housing tunahitaji architect, engineer, quantity surveyor, plumber, mason, ule carpenter, ule electrician, hata mtu ya mkono tunahitaji pale. Na tunahitaji wengine wafanye kazi huko kwa factory ya simiti. Tunahitaji wengine wafanye huko kazi huko kwa factory ya chuma. Tunataka wengine kwa Kware walete chuma, mawe, tuendelee na ujenzi. Mimi nauliza nyinyi watu wa Mweru. Hawa vijana hawa mnanisikiza. Kwa hiyo kazi yote mimi nimetaja kutoka architect, kwenda engineer, kwenda mason, kwenda mtu ya mkono, kwenda tanboy ya kuleta transporter. Utashindwa kutafuta kazi moja hapo ndani? Ama namna gani? So utajipanga na kazi moja hapo? Hiyo ndio mpango yetu. Na ndio mimi nawauliza viongozi Kenya. Viongozi wote wa Kenya, viongozi wa serikali, viongozi wa upinzani, viongozi wa mahakama, viongozi wa bunge, sote tujue ya kwamba tuko na matatizo, mamilioni ya watoto wetu wa Kenya hawana kazi. Na tuwache kuhujumu mpango ambayo itahakikisha kwamba watoto wetu watapata kazi. Sisi ambao tuko na bahati, tuko na nafasi ya kufanya kazi, tusihujumu nafasi ya watoto ya wengine, kwa sababu hii nchi imekuwa ni nchi ambayo watu wachache ambao wako na uwezo, wako na connection, wanapanga watoto wao wanapata ajira. Lakini watoto ya Wakenya wengine wengi wanahangaika. Ndio mimi nimesema safari hii tutakuwa na mpango, kila mtoto wa kila boma na kila sehemu pia na wao wapate nafasi ya kufanya kazi. Tuendelee ama tuendelee? Mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya, wale wote ambao hawana kazi, safari hii tuko na mpango, na mimi nitahakikisha ya kwamba tutakuwa na mpango kamili, hiyo ya housing, ya digital jobs, ya export of labor, ndio tuhakikisha kwamba watoto wa Kenya wanapata nafasi, baada ya kusoma wanapata nafasi ya kufanya kazi. Ni kweli ama si kweli? Sio ndio kazi mmenipatia nifanye? Sasa hiyo kazi yote mimi nimepanga, kuna wengine wameenda kukwamisha kotini. Ninyi mnaelewa hiyo maneno?
Sasa mimi nataka niulize wewe, mtu huko kotini, wewe unapokea mshahara inatolewa na taxes hawa wananchi wametoa. Unaenda kusimamisha ati watoto wengine wa Kenya wasipate kazi. Kwani kichwa yako inafanya kazi? Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Mnasema tusimamishe hii kazi ama iendelee? Si nyinyi ndio kusema? Tusimamishe kazi ama iendelee? Mnataka hawa watoto wenu wako manyumbani kwenu tuwapangie ajira ama wakwame nyumbani? Unajua kuna watu wanataka watoto wetu wao wanarandaranda kwa maduka, wanarandaranda kwa vijiji, hawana kazi, na watu wachache wameteka nyara nchi yetu, wanaendelea na kujisaidia, watoto wao wanapata kazi, bibi zao wanapata kazi, wao wenyewe wako na kazi, alafu wanakwamisha nafasi ya watoto wengine ya watu wadogo wa Kenya kupata ajira. Hiyo mimi sitakubali. Ama namna gani? Mnataka nikubali ati watoto wa watu wengine wakae nyumbani? Hiyo haiwezekani. Sijui kama tunaelewana. Kwa vyovyote lazima hawa watu wapate kazi safari hii. Ama mnasemaje jameni? Mimi naenda hapa Meru, mimi nilianza kutoka juzi. Hapa Meru mimi nataka tujenge nyumba katika awamu ya kwanza, nyumba 10,000. Na mimi nahitaji vijana 20,000. Nyinyi vijana wa Mweru mko tayari? Nahitaji vijana 20,000 wa kufanya kazi hiyo. Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana wera ni wera. Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Alafu tutafanya pamoja. Hebu ni wale wanasema tutafanya pamoja. Bas, kwa sababu niko na kazi mingi na nataka hii barabara ijengwe haraka, ama mnataka ijengwe polepole? Tuharakishe. Tuharakishe. Wacha nipende nianze kupambana na fundi huko niwaambie aanze barabara. Si ndio? Hapa tuko na viongozi wenu, tuko na huyu mjumbe wenu, si mnajua Daktari Mwiti? Si ndio? Hapa tuko na gavana wetu, Gavana Kawira Mwangaza. Hapa tuko na Lindikiri, mbunge wetu wa kutoka Buri. Hapa tuko na Mudhoni, mbunge wetu maalum. Hapa tuko na Profesa Kobia, mnamjua alikuwa waziri wetu. Tuko na Kimani Ichung'wah ambaye ni leader wetu wa majority. Tuko na wadosi hawa wengine. Tuko na Mporo wa Buri, ni mtu ya kutoka Tigania. Tuko na huyu mjumbe wenu, si mnajua huyu mjumbe wenu wa zamani? Sasa ni seneta wetu wa Meru. Anaitwa Kadhuri nani? Moronge. Ndio, alafu tuko na huyu anaitwa Mungwana, huyu anaitwa Kilemi, yeye ndio PS wetu wa mambo ya cooperative. Huyu ni PS wetu wa mambo ya misitu anaitwa Mugambi. Huyu ni waziri wetu Mithika Lentori, mnamjua? Na area MCA yuko area. Area MCA anaitwa bwana Muchoi. Mpigeni makofi. Mnajua deputy president wa Kenya anaitwa nani? Rigathi.